Episodi 5. Safari ya tumaini na ukimya wa baba. Mwaka ulikuwa 2017. Nilikuwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka kama 15, lakini ndani yangu nilikuwa nimebeba mizigo ya mtu mzima. Nilikuwa nimejifunza thamani ya upendo kwa njia ya maisha niliyoishi kwa Julius na familia yake kule Mlandizi. Siku moja nikiwa bustanini nikinyunyizia mboga, simu ya bosi wangu Julius iliita. Aliniita kwa upole na kusema, Rashidi, baba yako amekupigia, anataka uende nyumbani Mkoni. Nilishangaa, baba yule yule aliyewahi kusema ukisoma utakuwa jambazi, lakini bado nilihisi kitu moyoni. Labda amebadilika, labda ni mwanzo mpya. Nilimwambia Julius, baba kaniita, natakiwa kurudi nyumbani. Julius alinitazama kwa macho ya baba wa kweli, kisha akanipa pesa kidogo na kuniambia, enda, lakini ukihitaji chochote usisite kurudi siku hiyo. Nililia kimoyomoyo. Kuondoka kwenye familia hiyo ilikuwa kama kungolewa moyo. Glory, Nafi na Niku walinikumbatia kwa huzuni wakiniambia, usisahau kutuandikia kaka Rashidi. Safari ya kurudi Tanga Handeni haikuwa ndefu kwa gari, lakini ndani yangu ilionekana kama miaka. Nilijiuliza, je, baba atanikubali? Sasa ataniona kama kijana mwenye thamani? Nilipofika, baba alinikaribisha kwa utulivu usioeleweka. Aliniambia kwa sauti ya chini, karibu nyumbani. Kuna mambo ya kifamilia, nataka tukayamalize, yakimalizika utaendelea na maisha yako. Alinipa hela kidogo ya matumizi na hakusema mengi. Kulikuwa na ukimya mwingi, lakini ndani ya ukimya huo nilihisi mlango wa pili umefunguliwa, mlango wa kuweka historia mpya, au labda kufunga ukurasa wa zamani kwa heshima. Kwa mara ya kwanza nilihisi kama kuna nafasi ndogo ya kurekebisha uhusiano wetu, hata kama ulikuwa umejaa maumivu. Sehemu inayofuata, episodi 6.